Hey, ni aje mimi Tole Tomatwani Matwini the brand TZ kama kawa. Bana, kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kuvifanya kama masihara hivi kwenye maisha yako, lakini mwisho siku kwa ndo mchongo wenyewe kabisa ambao kukupa deals na vitu vingine kama hivyo. Hapo ni wachache sana ambao wanaweza kupata michongo kupitia muonekano wao, lakini watu wengine wanapata michongo kupitia kile ambacho wamebarikiwa kuwa nacho. Nipo na brother ambaye yeye identity yake amekuja na mchongo kwamba aende kwenye issues za uozo hivi kama mlevi fulani hivi, na ndio kitu ambacho kimekuwa kimemtambulisha kwa muda mrefu sana, na amefanya hivyo kwenye game ambayo watu wengi wamejaribu kuiga na kuna wengine wanafanya kama ambavyo yeye anafanya, lakini at the end of the day tutakuja kukaa naye hapa na tutakuja kufahamu vitu vingi pia, kwa maana hii time ambayo tunaitenga tutajifunza vitu vingi kutoka kwake pia. Mimi na respect kitu ambacho ameweza kukifanya. Nimewahi kushuhudia baadhi ya watu wengi pia wakiwa wanazungumza kwa upande wake, na kuna maswali mengi sana ambayo watu wako nayo lakini majibu hatuna. That's why to make it now ili tuweze kufahamu vitu vingi sana. Yes, brother anaitwa Masele Chapombe. Tuanzie hapo kwenye jina la Masele Chapombe. Hii Masele imekujaje hii brother? Ni kwenye familia kabisa au watu wanakufahamu kama nani? Moja kwa moja tuanzie hapo kiundani zaidi yani. Sawa. Ukiongelea Masele ni kwanza mimi ni Mnyamwezi. Mimi ni Mnyamwezi, kwa Masele limetokana na hususan kwetu Kunyamwezini. Kisema Kunyamwezini kwamba kuna baba yangu mdogo pia alikuwa anaitwa Masele. Nadhani kuna Masele wengi sana. Lakini Masele ni jina ambalo mimi nilipewa kwa nyumbani, lakini pia linamaanisha pombe. Yaani kwamba Masele ni kwa Wasukuma wanaita mapombe, ni kwamba ni pombe ambayo haijachakachuliwa. Au Masele mimi nilizaliwa msimu ambao wa mavuno, tuseme pombe zilikuwa nyingi. Kwa hiyo hilo ni jina ambalo linawasilisha sana sana hususan kwenye swala hilo. Lakini pia mimi naitwa Crispin Masele Liogero, na majina matatu, lakini Masele nilipewa. Kwa hiyo sio kwamba labda kuna mtu tu labda alinitunga, lakini na mimi nikaona nilitumia katika game ambayo hii nafanya. Okay. Tumkumbushe yule ambaye kwa mara ya kwanza anakuona hapa. Ulianza mwaka gani? Moja kwa moja kabisa ukaingia, na pengine kuna mtu alikuona au wewe mwenyewe tu ulijikuta tayari umeshaingia kwenye tasnia? Hapa kwamba kwanza mimi nataka kusema kwamba sanaa yangu nahisi kwamba hiki ni kipaji automatically kabisa, kwa sababu hii issue ilianza toka shule ya msingi. Kwa hiyo ni wapi? Nilisoma shule moja inaitwa Mikocheni A hapa. Mikocheni A. Kwa hiyo nilisoma pale shule ya msingi, na kikubwa zaidi kwamba nilipoanza kugundua kwamba na hicho kitu nilikuwa kwamba hata darasani kwamba mimi nisipoandika katika majina wapiga kelele yani mwalimu muaelewe, lazima mimi niweke mtu mmoja wa kwanza kabisa mpiga kelele mzuri. Lakini ilikuwa sio kwamba napiga kelele tu, lakini nilikuwa tu ni mmoja hapo wa hamasishaji darasani kwenye masuala ya kufurahi. Huwa kuna muda sometime mwalimu anaanza katoka darasani, mimi nilikuwa ni mmoja hapo kumuigiza mwalimu matukio yake yote alikuwa anatufundisha pale. Kuna siku moja isha kutokea na wachekesha wenzangu shuleni pale, niko ubaoni na chekesha. Nikashangaa wenzangu tu wamenyamaza kimya, kumbe kuangalia mlangoni nakuta mwalimu ananishangaa jinsi ninavyokuwa na muigiza jinsi alivyokuwa anatufundisha. Kwa hiyo kuna muda mwingine napata adhabu, lakini nikaona kwamba kwa nini wenzangu wanashinda kunishtua kwamba wenyewe walikuwa na mimi nachekesha, lakini kwangu mimi nilikuwa naona kama kitu kama cha kawaida tu. Na hususan kuanzia hapo safari ndio ikaanza kwamba pia nikaenda kuna wakati fulani nikaingia kuna kundi moja linaloitwa Tumaini, nikatoka Tumaini nikaingia kundi moja linaloitwa Da Talent. Okay. Nimefanya hapa, lakini sasa ile rasmi kabisa ambayo mimi ikaanza kutambulika rasmi ilikuwa ni Kaole hapo. Kaole. Wakati huo Mariam Max anaumwa, basi kuna mtu mmoja anaitwa Christian Mwenga. Yeye aliniona nikiwa Da Talent pale. Sasa hapo 2002 ndo safari ile ya kwenye TV sasa moja kwa moja ndio ilianzia hapo. Kwa maana sasa kuingia rasmi sasa tuache ile kimya, lakini hapa sana nimeanza muda hapo, lakini pia watu walikuwa wananitambua na kuna wasanii wengine wenye majina walikuwa wanajua kwamba huyu jamaa ana kipaji kizuri. Kwa hiyo Kaole sasa nikaingia Mizengo, ndio hapo sasa ndio safari kaanza, na pia ndo nikatumia karakta yangu ya ulevi mpaka leo ambapo naendelea nayo. Hiyo karakta ya ulevi ilikuja kipindi ambacho uko Kaole, kwa maana kuna scene ilikuja ya ulevi, au ulikuwa tu unaigiza kawaida alafu labda
uko mbele ya safari vitu vika change, kwa ngoja basi tuonyeshe namna gani tunaweza tukacheza kwenye kila character ambayo tutapewa, ama ili kujaje mpaka umekaa kwenye ulevi na imefit na imeondoka kabisa. Kabla ya kuigiza ulevi mimi kabla hapo kwanza nilikuwa na uwezo kuigiza sauti za wasanii tofauti. Lakini nikaona kwamba haiwezekani nitumie sauti za watu, kwa nini sitengeneze identity yangu mwenyewe kwamba watu wamtambue ni Masele. Kwa hiyo hapo ndo nilipokuwa Dar Talent nikajaribu kutengeneza ubunifu wa style ya ulevi. Kwa hiyo Dar Talent ndo nilianza nayo style ambapo wenzangu kaona kinachokifanya kwa bwana Masele bwana ni kizuri, kwa nini usiendelee kukitengenezea ladha zaidi. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa ndo nikaanza kutumia style mpaka kuingia na mizengwe. Lakini ilikuwa sio jambo dogo, ilikuwa ni jambo kubwa kwa sababu nilifanya research kwanza kabla ya kuanza kuigiza ulevi. Nilikuwa nataka nijue walevi ni watu wa aina gani. Nikagundua kwamba walevi ni watu ambao husema ukweli. Unajua mlevi akikwambia kitu unajua anaongea ukweli. Hakunaga mlevi muongo. Akikwambia bwana njoo usipite unajua ni kweli. Alafu pia nikagundua kwamba kuna mlevi na mnywaji. Mlevi ni mtu ambaye yeye hana kelele. Mlevi hana kelele. Anakunywa kinywaji chake na ukimwona kaumia au kadondoka unajua alikuwa anarudi nyumbani. Huwa anaga mambo mengi. Lakini wapiga kelele wengi ni wanywaji. Wale wakuungangu wanakuwa na kelele sana ba. Alafu nikagundua kwamba sasa ili niweze kuigiza ulevi vizuri lazima nijue kitu kinaitwa alcohol. Kilevi ambacho nataka nijue alcohol kwenye vilevi viwili tofauti. Kwa pombe kali na tuseme kinywaji kama bia, si ndio? Nikagundua kwamba kwenye swala la alcohol ili niweze kuigiza vizuri, ili niweze kutembea vizuri na hii style, nikagundua kwamba mtu yote anayekunywa bia, mtu yote anayekunywa bia ni alcohol yake huwa inazunguka kwenda nyuma. Ukiwa unamaanisha vipi? Ni kwamba inamaanisha kwamba kwenye balance. Angalia sana walevi wa bia wengi huwa wanadondokea nyuma, ni wakiwa wameshalewa huwa wadondoki mbele, wanadondoka nyuma kwamba alcohol huwa inazunguka kwenda nyuma. Na walevi wa pombe kali wengi huwa wanadondokea mbele, ndio maana kuta walevi wengi wa pombe kali wanakuwa na alama usoni. Sisi tunaita indicator. Kwa hiyo na ukiona mwingine kachanganya, ndio unakuta sasa kama ngome yanikwa watu wamemshika huku, mwingine amemshikilia huku. Unajua hiyo mix hiyo tayari. Kwa hiyo nikagundua kwamba ili nikiwa naigiza kama nimeshika bia niumbe vipi? Ili mtu ajue kwamba huyu jamaa kweli kalewa bia. Au aidha basi kama mtu amekunywa pombe kali niumbe vipi ili ajue kwamba huyu jamaa anakunywa pombe kali na chupa niliyoshikilia. Kwa hiyo nikagundua pale kuna utofauti kati ya vilevi viwili kwamba na jinsi gani unavyofanya kazi ndani ya mwili. Kwa hiyo sasa hapo nikaweza kugundua hivyo na pia nikahangaika kutengeneza style ya utembeaji kwamba ili mtu aweze kuona kwa huyu jamaa kalewa. Isitoshe kutembea tu na nilihangaika nayo kakaa vizuri, nikaja kwenye swala zima la sura kwamba nifanane na yule mtu ambaye tayari kanywa kile kinywaji. Kwa hiyo nikafanya hivyo pia nikaja kuhangaika kutengeneza tena sauti na maneno. Kwa sababu mlevi naye ana kodi zake za kuongea. Kwa hiyo basi baada hapo mambo kaenda vizuri ndio tukaingia mizengo na kuendelea safari nyingine. Lakini hapo ndio ikawa hivyo. Okay. Hiyo issue ambayo umeizungumzia nakutana na maswali pia mtaani na kwa tunajiuliza. Hivi Masele mpaka amefit na ameuvaa ule usika. Hivi mwenyewe kweli anakunywa kabisa? Au ulianza tu kuigizia alafu baadaye ndio ukaanza kuwa mnywaji kabisa? Okay. Hii inakuaje? Au wengine wanaamini kwamba huyu jamaa huwa anakunywa ndio maana anaweza kufiti vile kabisa, au mwingine kwamba hajui kabisa alafu ila anaweza tu kuweza kuigizia. Ukweli upoje? Masele anakula vitu kidogo? Ukweli bwana, Masele anaigiza atumie kitu pale kabisa kwa sababu ile ni kazi kama kazi nyingine. Na naamini kabisa kwamba kile ni kilevi, uwezo kanywa na akaweza kufanya kazi. Na hususan kazi na pombe ni vitu ambavyo tofauti. Kwa hiyo ile ni kazi kama kazi nyingine, ni ubunifu tu, na mimi nakuwa niko soba kabisa nikiwa nafanya ile kazi. Kwa hiyo kuna watu wengi wanajua mimi ni mlevi, lakini wanapokuwa wanakutana na mimi wanakuta ni mtu ambaye tofauti na vile wanavyonizania. Hatuwezi kujua labda mbeleni huko ya safari, kwa sababu binadamu hawezi kusema bwana mimi bwana leo kabla hujavuka wanasema usitukane, sio lazima usitukane mtu kabla hujavuka. Unaweza ukaanza kitu kama hicho. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo hususan kwamba ni mtu mmoja ambaye si mtu wa hivyo vitu. Kwa maana August kabisa kiuhalisia tukiachana na kuigiza pale tunavyokuona. Kuigiza pale vipi? Mtaani kusema kweli hapo ni mnywaji tu wa vinywaji vingine kawaida tu. Na test kidogo labda kuona vitu vinaenda. Lakini sio kama hivyo. Yeah. Sawa, na Tobo lilikuja kwenye filamu gani ambayo unaikumbuka? Of course ndio ulianzia huko Kaole na sehemu nyingine pia. Lakini ipi ambayo unaikumbuka kwa baada ya kuigiza hiyo watu ndio akaanza kukufahamu
na kila mtu akamjua Masele. Unaikumbuka hiyo? Ninayokumbuka mimi ni Mizengo, kwa sababu Mizengo ndio imenitambulisha rasmi na ikanifungulia milango ya kufanya kazi nyingine tofauti. Pale ndo mlango wangu mkuu ambao unaweza kusema ambao ule kunitambulisha vizuri. Licha huko nilipotoka nilikuwa nafahamika ndio kwa kuigiza vizuri, lakini nilikuwa sijapata tuseme sijapata ule mwanga mkubwa. Ukisema mwanga mkubwa zamani kucheza ukapata nafasi kuonekana kwenye TV ilikuwa si mchezo. Kwa hiyo Mizengo ndio ikanitambulisha kwamba huyu ndo hapo jina likaanza Masele. Likaja jina watu ili kunitambua wakasema si yule Masele Chapombe. Kwa sababu mara kwanza mimi neno Chapombe nilikuwa silipendi sana. Nilikuwa napenda waniite Masele tu. Okay, ile Chapombe kama inakuchoresha. Kama inakuchoresha hivyo. Kwa hiyo lakini sasa kumbe nickname ile kaja likajaa sasa. Baada hapo Masele Chapombe kufanya kazi nyingine tena mara Amada, yani mwanzo mwisho. Kwa hiyo kutoka kwenye video ni kwenye tofauti kutokana na Mizengo. Lakini Mizengo ndio imefungua njia ya kazi nyingine tofauti. Okay, kwa hapa Tanzania tunaamini brother unafanya vizuri sana kwenye uigizaji, na pengine kuna mtu hajafahamu pia kwenye hiyo tasnia ya uigizaji. Vitu gani unajivunia navyo ambavyo uko navyo kwa sasa, ambavyo ukikaa ukiangalia unasema kupitia kazi yangu ya sanaa hivi ndio vitu ambavyo ninajivunia kuwa navyo? Kweli sawa. Katika kazi ya sanaa, cha kwanza najivunia kupata marafiki tofauti, kwamba umaarufu umenifanya mimi kwanza kuwa na marafiki wengi. Umaarufu umenifanya mimi kufanya vitu vyangu kwa haraka, kwa sababu tayari natambulika. Kokote ninapokuwa nahitaji kitu, basi na kwa mimi ni mtu wa kwanza kuhudumiwa na kufanywa ile jambo lote ambalo nalihitaji. Isitoshe pia sanaa imenipa kazi tofauti. Kwamba imenifanya kwamba maisha mengine yawe mepesi, kwa sababu kwa kutumia sanaa yangu kuna kazi ambazo zinanifanya mimi nisikose kipato angalau cha kufanya maisha endelee. Na pia sanaa hiyo imenifanya kwamba nimeweza kuishi kwangu bila kulipa kodi kama wengine wanalipa kodi. Kwa hiyo imenifanya kwamba nina eneo na mazingira ambayo mengine ambayo naweza kaniendesha mimi hapa na pale licha ya sanaa tu. Imenifungulia milango mingine ya maisha ambayo mengine ya pembeni. Kwa hiyo naweza nikasema najivunia hivyo, kwa sababu pia imenifanya mimi niwe mkubwa, kwa sababu tayari pia imenipa heshima kwamba ninaweza kupita muda wote au sehemu yote bila kuzulika na bila kusumbuliwa, na naweza nikapata ulinzi kwa mtu yote akiwa mbaya au mzuri. Kwa hiyo nayo pia ni kitu kimoja ambacho najivunia. Masele ni moja kati ya watu ambao wamejenga mapema sana, pengine hiyo watu wafahamu. Ndio uliwezaje hiyo kitu, kwa sababu ushakuwa star na nini, mambo yanakuwa ni mengi hapa katikati. Ndio kwa nini uliweza kumaintain pia, na unaweza kutarajia idadi ya mijengo ambayo uko nayo? Mimi niweza kumaintain kwa sababu wakati niko kwenye kazi hii na nilipoanza kazi hii, kwamba niangalia wenzangu wanaishi vipi, kwamba nikaona kwamba tunapoelekea baadaye tutoke kujutia kile ambacho tunakipata tukatumia vibaya. Na pia naanza kushukuru mzazi wangu. So mzazi wangu pia ni mzazi ambaye ni bora, alijaribu kuniweka sawa kwamba katika maisha ili uweze kufanikiwa usitaki upate kikubwa kabisa ndio ufanikishe hilo jambo. Lakini kile unachokipata hicho basi jaribu kukilinda na kukipa heshima ili kiweze kutengenezea mazingira mazuri baadaye. Kwa hiyo mimi nilianza hivyo mapema, kwa sababu nikaona kabisa kwamba baadaye inaweza ikatokea lolote, kwa sababu nikawa naangalia sana kuna wasanii wengi ambao tulikuwa nao wengi walikuwa wenyewe wanaangalia maisha hapa tu, wanajaribu kuangalia maisha baadaye. Mimi nikajua kwamba baadaye mimi nitaitwa baba. Ndio, kama nitaitwa baba nitakuwa na maisha gani? Au watoto watakuwa wanaishi kabisa. Kwa hiyo nikaona ngoja nijaribu kutengeneza mazingira, lakini ilikuwa si rahisi. Lakini mimi nilibidi nipambane nayo, nikaona itawezekana tu, na pia na kweli ikawezekana. Na isitoshe sina nyumba nyingi, na nyumba 3 tu. Hauna nyumba nyingi ila 3 tu. Pia hongera kwa hilo, kwa sababu tunao watu wana majina makubwa lakini magari yao yamegeuka kuwa ndio nyumba zao. Ndio. Anyways, tuachane nayo. Sasa kuna issue ambayo ipo baada ya wewe kuigiza hiyo character ya ulevi, tunaona pia kuna vijana wengine ambao nao wanaigiza pia. Sitaki kusema moja kwa moja kwamba ndio wewe ndio umewatengenezea njia, ila kupitia hapo unaweza ukatuambia pia. Wapo ambao wamekufuata wakataka kuchukua madini kwa namna ambavyo wewe unavyoigiza na wao pia wanataka kuigiza hivyo, au wapo ambao wana appreciate kwamba bwana Masele mimi amefanya kwa hivi, au wamekausha tu ingawa unaona wanaenda na wanafanya kile ambacho wanafanya. Appreciate ipo,
ipo, na pia wengi ambao wanaingiza kama mimi walikuwa kwa karibu na mimi na walikuwa naam sana kuonana na mimi. Lakini mimi kwangu ilikuwa sio kwamba labda najisikia vibaya kwamba labda wao ambao wanapita katika njia yangu. Mimi huwa nafurahi kwa sababu naona kama ni mabalozi wangu tu, kwa sababu mimi ndo rais mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa sio mbaya, kwa hiyo na wanakuwa wanapata riziki kwa kutumia style ambayo mimi naitumia. Kwa hiyo huwa sometimes tunakutana katika kazi hapa na pale, na huwa nikutana nao huwa heshima yangu wananipa, na pia huwa wanafurahi kukutana na mimi. Kwa hiyo wenyewe pia wananiambia brother, usije kufikiria vibaya. Nikamwambia hapana, mbona maisha tu, kwa hiyo msijali. Kuna wengine paka wanahitaji kukaa karibu na mimi basi tucheze hata kitu fulani. Kwa hiyo huwa mimi si mchoyo. Na kuna wengine nimekutana hapa katikati, kuna video, kuna moja tulikuwa tunafanya video moja. Nimekutana nao wengi ambao kuna wengine hapo walipambanishwa na mimi, au pia wenyewe kwanza walivyopambanishwa walivyokutana na mimi wakabeda brother, wale tupambanishwa wamekosea, sisi sio wazi yetu kupambana na wewe. Nikamwambia hiyo ni kawaida. Kwa hiyo nao watu hawezi kujua, wanaangalia pembeni wangapi, wanataka kujua tu kati ya sisi watatu na kwa wewe. Kile sana kwa sisi wale tukapambanishwa sisi wenyewe, lakini sio wewe. Nikamwambia ni kawaida tu. Kwa hiyo wanakubali kwamba kuna mwenyewe ambaye mwenyewe kazi. Hapo unazungumzia Kobelo na nani? Kuna Kobelo, kuna huyu mwingine tu baba nani jina limetoka kidogo hapo. Yeah, pia. Okay, ulikuwa unamzungumzia Baba Angela bado. Baba Angela. Baba Angela, Kobelo ndo watu ambao walikuwa kama wanakushindanisha nao. Ila kwa kweli KGB sio mbaya. Sasa kuna issue ambayo nikitaka nikuulize hapo ili niweze kufahamu na hata ambaye anatutazama kupitia Lushoot TV. Mimi kuna deal nimelipata. By the way, yani kuna deal ambayo nimeipata story yake, sio kama nilipata mimi, ni la kwako wewe kuhusiana na brand fulani hivi ya kinywaji. Lakini deal kama hizi mbona kama hatujaziona mapema kwa wewe kutokea? Kwa sababu wewe umekaa kwenye character ya ulevi. Tulitarajia kuona makampuni makubwa ambayo wana bidhaa za ulevi wa kutumia kama balozi wao, kwa sababu umehudumu kwenye game muda mrefu sana, tangia mwaka 2002 mpaka sasa tunapozungumza mwaka 2025, bado unaendelea kufanya hivyo vitu na kwenye ubora kabisa. Kwa nini hizo deals hazijakuja mapema? Ilikopo ni nini? Mimi naweza kusema kwamba hizi deal hakuna msanii ambaye hapendi hizi deal. Kila mtu anahitaji, lakini pia mimi naamini kwamba kila kitu kina wakati wake. Na pia unaweza kuforce mwisho ukaingia kwenye hasara pia, kwa sababu kwanza hizi deals zinaendana kimnyororo. Mimi nataka kusema kwamba ili upate basi ujue tayari kuna connection. Yaani kwamba wewe peke yako au Marcel kama peke yangu nikapata hiyo deal peke yangu tu nikanyoka pale. Wewe kuhusiana swala zima la matangazo, mimi nasema kwamba kuna muda wake ukifika basi mimi naishi kila kitu kitaenda sawa. Lakini kikubwa mimi naamini kabisa katika matangazo kuna watu husika ambao wanawalenga watu kutokana na lile tangazo lilivyo. Lakini kusema moja kwa moja mwenyewe uanze kufuatilia na kwa ngumu, lazima kuwe kuna watu ambao wako kwa ajili yako kufuatilia hizo issue nzima. Kwa hiyo kama hivyo nilivyosema kwamba kuna hilo jambo ambalo sasa hivi na pia na mimi limenisogelea kuhusiana na hivyo vinywaji, na hisi ndio muda wake. Imekuwa great time sana, tumepata nafasi ya kuweza kupiga story na brother Marcel Chapombe, au sio? Umejifunza vingi. I hope kwamba kila kitu kimeenda sawa. Baki na Lushoot TV, next time tutamtafuta tena kwa sababu tuna mengi mazuri ambayo itabidi tuweze kuzungumza naye. Mimi ni Toleto Matwani. Marcel mtafute kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo amekusanua pia, au sio? Yes, subscribe, share, like, comment, kila kitu kinaenda kinyamwezi kabisa. Yeah.